gharama, kama hautatumia gharama kuzuia kitu kiko ndani ya mfumo wake. Kwa hiyo tukiwa ndani ya mfumo wa mafanikio, mfumo ambao Mungu ameweka mafanikio, ni vigumu sana shetani kutuzuia. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo gumu sana kuzuia kitu kikiwa ndani ya mfumo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Kumbukumbu la Torati, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mahusiano yetu na Mungu ndio njia mojawapo au ni kichochezi kimojawapo kinachochochea ile nguvu ambayo Mungu huachilia kutuinua kiuchumi. Kutuinua kiuchumi. Kwa hiyo mahusiano yetu na Mungu ni mfumo wa mtoto wa Mungu utakaomsaidia kufikia utajiri au ukuu kwenye eneo la uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, tuko sambamba Kwa ni mambo ya msingi lazima mwana wa Mungu atufahamu. Ni mambo ya msingi mno. Kitabu cha Ayubu 21:22, naomba niwe na hakika kwanza hapa. Ayubu 21:22, kwa jambo la msingi na muhimu sana ambalo Ayubu anazungumzia hapo. Rabadosa patashanta aiskori. 22:21. Ayubu 22:21. Inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu. Bado Biblia inathibitisha ama inadhihirisha kwamba uhusiano baina ya mtu na Mungu ndio utengeneza lango la mtu wa Mungu kufanikiwa au kupanda kiuchumi. Anasema mjue sana Mungu, mfahamu sana Mungu. Na unapozungumzia kujua au kufahamu, ni lazima uwe na uhusiano nacho. Tunamfahamu Mungu kwa kuhusiana naye. Tunamfahamu Mungu kwa kuwa na mahusiano naye. Mjue sana Mungu ili una amani, ndivyo mema yatakavyotujilia. Kili tuishi hapo. Ni somo ambalo tutaenda nalo. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe msikilizaji wa neno tu, ili neno likufaidisha au ili neno lilete tofauti. Ili neno lilete tofauti kwenye maisha ya mtu, ni lazima alisikilize na alipe nafasi kulitenda. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii. Kusikia kwa bidii. Kwa bidii inatukomandi ama inatufundisha, inahitaji bidii ya kusikia na kutenda ili tuone mantiki katika neno la Mungu. Hakuna njia nyingine ya Mungu tuinue isipokuwa ndani ya neno la Mungu.